Baada ya kuona message kwenye simu ya Kevin, Neema hakulala usiku wote. Kila message aliyokuwa anasoma ilimuumiza moyo wake. Kevin alikuwa akiongea na wanawake wengi sana, lakini kilichomuumiza zaidi ni kwamba walikuwa wakimcheka nyuma yake. Mwanamke mmoja aliandika, huyo Neema bado anaamini unampenda? Kevin akajibu, acha nitumie hela zake kwanza. Macho ya Neema yakaanza kujaa machozi. Kevin aliporudi kutoka bafuni alimkuta Neema ametulia kimya. Hakujua kuwa kila kitu kilikuwa tayari kimeharibika. Neema alijifanya wa kawaida, lakini ndani yake alikuwa anavunjika. Usiku ule Neema akaingia kwenye mobile bank yake. Salio lilikuwa 12,000 tu. Akakumbuka jinsi alivyokuwa na ndoto za kufungua saluni yake. Ndoto zote zilionekana kupotea mbele ya macho yake. Asubuhi iliyofuata Neema alimwambia rafiki yake yote. Rafiki yake akamwambia, nilikwambia tangu mwanzo Kevin anakutumia, lakini safari hii Neema hakubisha. Kwa mara ya kwanza Neema akaanza kumwogopa Kevin kwa sababu aligundua hakuwa amepoteza pesa tu, alikuwa amepoteza muda wake na moyo wake na ndoto zake. Lakini Neema hakujua kuwa siku hiyo hiyo angegundua siri nyingine kubwa zaidi kuhusu Kevin, siri ambayo ingemfanya ashindwe hata kumuona tena. Usikose kufuatilia episode ya 3. Namna ambavyo Kevin alizidi kuumiza nafsi ya Neema, na namna ambavyo marafiki wanaweza wakaua ndoto zako pamoja na mahusiano ambayo tumekuwa tukijiengage nayo bila kuangalia yanaweza kuathiri vipi future yetu.